stretch hivi kama sehemu ya kumpokea na mtambulisha kwenu. Yeye ni daktari bingwa bobezi wa binadamu akihudumu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na akiwa ametopea zaidi katika kutibu maradhi ya figo. Lakini ni mkufunzi aliyeidhinishwa kama sio kuthibitishwa wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, lakini udhibiti wa mfadhaiko ama msongo wa mawazo, na wengine wakisema sonona, na afya ya akili. Na mnayemuona hapa mbelenu ni mtunzi na mwandishi vile vile wa vitabu, na moja ya vitabu alivyoandika ni Mental Health and Non-Communicable Diseases. Huyu si mwingine ni Dr. Gavin Nathaniel Kweka, na natupitisha kwenye somo linalohusu teknolojia na afya ya akili. Tumpigie makofi mengine mengi sana. Karibu sana brother. Namba tukae. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Hongereni kwa kazi, na hongereni mheshimiwa viongozi na wadau wote mnaogusa janga ambalo mimi kama mtu wa huduma, unajua unapozungumza mambo sio afya ya akili, magonjwa sugu, ningekuwa na nafasi ya kuwa na nyie kesho, na mimi ningekuwa muuliza maswali kuchechemua tu mada. Mfano kama wakati natoka kazini afu ngapita sehemu ngapiga vyombo, sema vyombo, apiga vyombo afu ngapata ajali, bado WCF itanicompensate au la? Nimerudi saa 6 usiku, nimetoka kazini ndio, afu ngapita sehemu kagonga vyombo afu ngapata ajali. Na je, nikijipriki mimi kama daktari na mgonjwa mwenye HIV, na jana usiku nilikuwa nafanya yale ambayo je bado nakuwa compensated? Hayo mambo pia nitawaachia tu kama kuchechemua hoja. Mimi niwashukuru sana, na MC atanipa ishara. Nimeambiwa ni discuss kuhusu digital era na mental well-being. If it could be, we have turned all camera off. Yani because I know we are live, nimeuliza pale, I know we are live. Yani tukazima kila kamera, kuna vitu ningeviongea vigumu sana kuhusu digital. Kwa sababu nina siku 3 tu. Nimepokea watoto 3, mashoga, na kozi ni digital. Na nina evidence, na ingekuwa inawezekana kusoma, sababu issue ya ethics, kuna vitu vya ajabu sana. Na wana ulimwengu wao mgumu sana, na behavior ni sehemu moja wapo ya mental well-being. Sababu mental well-being definition yake is simple as this tu, kwamba mwanadamu aweze kucontrol hisia zake, fikra na tabia. So one of those goes wrong, you are mentally unstable. Na unfortunately katika hivyo vitu vitatu we can only see one behavior of someone. So we cannot see hisia za mtu, huwezi kuona anachofikiri. So kinachochomoka huwa ni tabia. So unamwona mtu analewa tu sana, unamwona analewa sana, wewe unapambana kumpeleka soba, unamfungia ndani, and came to realize issue tio uko na vitu vyake vimesababisha ingia kwenye pombe. So hivyo vitu vitatu, hivyo vyote vitatu vinakuwa affected na digital. Na mara nyingi nikiongea mbele za watu kuhusu digital, I tend to tell people kwamba, I'll give you an example very specific to me. Mimi sina TV nyumbani mwaka wa 4. Na twins wako wamezaliwa, actually in literally wako darasa la 6. Alafu na mwingine wa miaka 5. Niliondoa TV baada ya kuona mambo, habits fulani haziko vizuri. Na I specifically remove on Saturday, nikasema toa hiyo TV, nikaigawa. Lakini as we speak sasa hivi, watoto wangu anapewa swali, write an essay by using ChatGPT. So as we speak right now, technology hatuwezi kuikimbia. Yani ni how safe can they live with that technology. Na unfortunately wana kodi zao ambazo sisi hatuzifahamu. Kama nazungumzia mental well-being kwako wewe pia, how far unakaa na gadgets kiasi gani hata hapo nyumbani kwako. You have been busy with your gadgets hapa, lakini ukirudi nyumbani pia una gadgets. Na wakati kuna watu wengine hapa gadgets ni must, sio hiari. You must be wewe ndio mtendaji wa taasisi. Muda wote mheshimiwa katibu mkuu anakupigia. Hiyo simu unaizima iweje?
At which time itakuwa unaiweka away katika alert ya namna gani, it matters. Na ina influence vipi mental well-being, unalala kiasi gani, kwa sababu muda mwingi tunalala na blue light, which I'll explain kidogo sio muda mrefu. Kwa hiyo ni waombe, nitajitahidi ku shorten, there's a lot to talk kwenye mental well-being. Naomba msaada wa pointer. Kusahau vipi tu pia ni afya ya akili. Ni ndugu yangu namtania. Sasa kwenye kinga kuna mwamvuli na kwenye mental health kuna mwamvuli. Kwenye mchoro wa kinga ambao nimeuona hapa tunautumia kwenye hii mifuko yote kuna mwamvuli, na mental well-being pia ina mwamvuli. Ina vitu vyote hivi ambavyo tulipaswa tukae almost 80 days tukidiscuss kila kitu hapa ambacho kinaleta hiyo umbrella ya mental well-being. Sasa hapa malezi na makuzi yana mchango kwenye output ya mental well-being. Digital era not necessarily iharibu mental well-being, it can hit here. Uko ofisini unahitaji stapler, zamani ulikuwa unaifuata, sasa hivi una slide na kiti baadaye una uzito umeongezeka. Sasa nimewambia ukiambiwa define mental well-being ni hivyo vitu vitatu: your ability to handle hisia, unachofikiri, na your ability to handle your behavior. Unfortunately, and this is the best part about this, behavior ambayo ndio inachomoka kama output ya mental health, anayedetermine being normal or abnormal ni society, sio daktari. So it can be normal in Dar es Salaam but very abnormal in Mombasa. Now this is a confusion because the whole world tries kuhakikisha kila sehemu kuna kuwa normal. And this is, I'll give very open. In 1953 ushoga ulikuwa mental, yani mental disorder. 1973 wakakaaga watu, wakasema kwa sababu ya sheria za kibinadamu tufanye sio. Lakini iwapo Dr. Kweka akamkisi mwanamume mwenzie, amedeviate from normal. Sasa tumefika level ukihesabu watu 8 mtu mmoja mgonjwa wa akili. Sasa tunaanza kuhesabu na ukibisha ndo unakuwa umetimia, sawa? Ukiwahesabu wanaweza wakakufukuza kazi. Akikianza na DJ hapa 1 2 3 4 5 6 7 tena mmetimia vizuri. 8 hivi tayari I have a confirmed case, whether anajua au kutokujua. Hapa 8 people, kuna mmoja. Na ukihesabu watu 4, mtu mmoja huwa ana changamoto ya akili. There's a huge difference. Nimesema katika 8 kuna mgonjwa, katika 4 kuna changamoto. Sasa huyu hahitaji kuwa daktari kujua kwamba this is mentally unstable. Magari yanapita, anaokota chupa, anapiga magari. Hahitaji wewe kusoma degree yote kujua bwana huyu anatakiwa kufungwa kamba apelekwe hospitali. Ila nimesema kwenye kila watu 4 kuna mtu ana changamoto. Huyu anapeleka mboga nyumbani, ana changamoto. Anaongea tu mwenyewe, ampigi mtu. Na watu wengi hada umekosa bwana. Au huyu ana changamoto, shida zake anamwambia ndege. Sasa if we could have time tukakaa hapa tukajifunza kuhusu ubongo, sio maumivu yote chini ya jua kuna watu wanayafanya kwa sababu ya behavior. Yani I'll give you example. Kuna mtu jambo la kawaida tu hawezi kulibeba na anajiua kwa sababu ana vinasaba. Na actually it is
maximum 30% ya ugonjwa wa akili unakuwa inherited genetically. So don't even confuse kwamba kila mtu chini ya jua anayejinyonga basi ni kwa sababu ati ana matabia, amejivuruga. Kuna wakati the same simple issue kwako kwa mtu is very maximal, depression yake ni kubwa. Mfano Dr. Kweka akizaa watoto 4 na mwanamke mwenye ugonjwa wa akili, tukapata watoto 4, there's a chance one person out of those 4 ameinherit vinasaba na changamoto ya afya akili. Lakini most of the issues that we see kwenye mental well-being is purely kwa asilimia zaidi ya 80 behavior. Sasa sisi tunajua, mimi nimepasua, tukipasuaga ubongo kuna left and right side of the mind, and one is dominant more than the other, and it is determined genetically which part of your brain is dominant. Na wataniaga watu, kuna watu mnapambana sana watoto wenu wawe mainjinia, kumbe anatakiwa kuwa Zuchu kwa sababu yani upande wake wa ubongo sio dominant. Angekuwa very perfect kama angekuwa anafanya talents. Mfano this venue, kama kuna mtu yuko comfortable, I do this. This is genetically determined. You either know or you don't know. It's tongue rolling. I tell you. Yani I can even do this kwa viongozi wangu hapa. Yani ukifanya, if you know, you know. You don't know, you don't. Hata nikushikia bastola hapa, ninakupa 1 billion. Roll your tongue. If you are non-tongue roller always. Na wataniaga watu hivi, unajua unaweza ukajua hata mtoto ni wako au sio wako kwa kutumia ulimi. Niwaelekeze. Kana ukienda nyumbani wewe mkunja ulimi. Just kidding. Na ubongo kuna a lot of issues. Una feed only glucose and water. It's not a random thing kwenye mkutano mnawekewa pipi na maji, because it only feeds. Sasa kuna vitu vinaitwa brain stimulants, we want to go there because of time, lakini kuna kitu kinaitwa blood brain barrier. Kuna maeneo ambayo vitu fulani haviruhusiwi kupita kwenye ubongo, mfano kahawa, excessive caffeine, soda hizi za jamii nyeusi, naomba nisizitaje because za brandi zake. Kuna mtu afanye kazi paka apige baridi. Sasa ubongo kwenye era ya digital unakuwa affected kwa sababu ubongo, mental well-being inasukwa. Kwa sababu unajua watu hawajui mwanao anaweza akaanguka tu akagonga akiwa na miaka 4, dada akafikicha hivi, jikaza mtoto wa kiume akajifikicha, simwambie mama acha kulia. Dogo anafika miaka 16 hivi, ana matabia ya ajabu, anavuta bangi. Kumleta Muhimbili tunagonga MRI tunakuta kuna kovu. Kumbe kila kitu transmittive kwenye behavior transmit, kwa sababu kila location ya ubongo ina maana yake. I'm raising my hand like this. As simple as it looks, nikasema 2, 3. If I write an essay, what is happening in my mind, you won't believe. Sasa a journey of life, paka mtu anakuja kuwa anapokea mshahara, yuko NSSF, PSSF, yuko Muhimbili. Humo ndani kuna vitu vinawekwa ambavyo vinakuja kumtimia mwanadamu: physical health, social interaction, emotional, positive na negative emotion, alafu dini. Na vitu vyote hivi viko affected na digital. Vyote hapa panakuwa affected na digital. Hapa ndio kabisa hisia, ndio kabisa. Right now I can laugh via WhatsApp without opening my mouth. Yani I can laugh, namtumia tu message mtu, namwekea emoji ya kucheka wakati mimi sijacheka. So we've affected the social part. Hisia ndo kabisa unaweza ukafanya ukashow emotion au usionyesha kabisa. Alafu dini nayo iko affected. Mamangu anasema yani kutoa sadaka kwa kutumia M-Pesa unakuwa kama Mungu asikii vile, yani kama hamna connection. Yani unapita hivi, yani baada ya kupita mbele uonekane na kango kako utoe, yani unaniambia kuna namba ya M-Pesa, toa sadaka. Spiritual. Sasa hivi vitu hivi hapa naomba nipige kelele. Mimi nikipiga kelele hapa watu wanafikiria kama nafanya kama kusudi. But social interaction is not a joke. It empowers a human being kwenye for intelligence. Kama una nafasi ya kupata muda, utaenda kwenye WCF page yao, utaenda kuangalia, nimeelekeza kuhusu emotional intelligence wakati wa mahafali yako ya miaka 10. Utaenda kusikiliza deep. I want to spend time hapa, lakini I want you to understand the importance of social interaction kwenye na digital era inachokuja kufanya. I swear and I mean this. Unapanda flight, someone ana headphone ya Sony
unaingia unakaa naye hapa, flight ya 2 hours 1 hour Kigoma, hataki kujua wewe ni nani, una power kiasi gani, unaweza kumsaidia nini au akakusaidia. The flight goes, sio mtu anapiga masaa 11, mtu anapiga Karagwe kilomita 1300, ameingia kwenye Abud, amevaa headphone Gen Z, amsalimii pembeni yake, alafu mpaka leo hajaolewa na salimia watu olewe. Mimi daktari na uchungu, nakutana nao daktari na uchungu mimi mpaka sasa hivi naenda 40, hamna mwanaume ananiulizia. Usalimii watu, unapata wapi mume? Social connection, social well-being. Hivi samani Waislamu watakonfirm hapa, Muislamu mwanaume akisali nyumbani raka zake ni ndogo kuliko akienda msikitini. Mimi nikitaka kumpata Mheshimiwa Rais Mwinyi siendi Ikulu. Kama ningekuwa Muislamu na mtarget msikiti wa Upanga, baada akija kuswali akitoka nje anasalimia watu pale pale, napiga pini. Sasa wewe ukienda Ikulu utazuiwa, lakini pale unamshika mkono na unamwambia bwana, na shamba langu Kizimkazi kuna mtu analivamia mheshimiwa, unachomekea hapo. Wakristo hatuendi kanisani ili kwenda mbinguni. You are totally wrong if you are doing that. Palipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati. You must be more than 2. Sasa mwishoni mwa ibada unaambiwa msisahau kusalimiana. And this is the component. It's so easy. Kama mimi ni Mkristo na mwenzangu tukakutana na mtu nje ya kanisa, nikamwambia nina mwanangu naomba umsaidie, kama unaweza kumsaidia akajiatachi hapo, hata kusaidia ofisini, hata kuvolunteer. And that is a connection that we are missing right now. Sasa hizi intelligence ine utaenda kusikiliza kwenye WCF, lakini ujue socialization inaleta hizi 3 ambazo ndo zinadili kwenye mental well-being. Jinsi ya kudili na maumivu. Huyu Dr. Kweka akirudi nyumbani akakuta mke wake yuko na mwanaume mwingine kitandani, ili aendelee kusimama anahitaji akili. Inaitwa advanced psychology. Nikipoteza biashara, ninavyoishi na watu, navaa viatu, socialization inanipa akili. Alafu emotional intelligence ninavyoweza inapatikana ninapokutana na watu, nakosea na soma hisia zao. Na emotional intelligence ina verbal na non-verbal. Mama yangu mimi ni mzuri sana wa non-verbal. Yaani kuna jicho mama akikukata. Wa zamani Gen Z hawezi kujua, siku hizi hivi wana run the show Gen Z Alpha na Gen Z Beta. Zamani kulikuwa na mchezo wa ITV ulikuwa unaitwa Isidingo saa 1:30. Na unfortunately mtaa mzima kwetu kulikuwa na TV kwa mama. Sasa atakuwa anapiga chafya mama Kiwelu ndo ana TV. Kwa hiyo mama anapika na upenda. Simu zangu pale nimemsave mama yangu, Mama Okene au Mama Matabane. Ndio nimemsave. Na ndio Mama Okene ndio jina la huyo mama kwenye kwa sababu alikuwa ni African woman. Kwa hiyo tunamsave mama, tunamjua amenyoka hivi. Kwa hiyo kila mtoto amemsave kama Mama Okene au Mama Matabane. Sasa alikuwa anapika haraka sana sana. Saa 12 afa anasema naomba mle, msiende kuharibu ratiba za watu za chakula. Kwa mnakula pale. Mkishakula mmeshiba. Ndio. Narudia mara ya pili, mmeshiba. Mbia ndio. Narudia mara ya 3, Gavin, mmeshiba. Ndio mama, twendeni kuangalia Isidingo. Mnawekwa pale mbele mnaangalia Isidingo. Ikifika saa 2 kasorobo, kuna tangazo lilikuwa linakuja, kazi. Tufanye kazi kwa nguvu zote. Mshapewa kodi, mkilisikia ile tangazo wa mkeni tunaondoka. Sawa, naandaa vyombo. Kwa mama Kiwelo anasema jamani, msiondoke jamani, mle, karibuni mle chakula, sio vizuri mama, watoto wale. Mama anasema kareni. Ila kinachotoka hapa na hapa. Kwa hiyo hizi emotions social ndio, achana na IQ kule. Tulikuwa na muda kuspend IQ jinsi gani ina riski kwenye mental well-being, msielewe. Lakini hizi 3 very important, na zote ziko affected na digital era. Sasa bwana, tusikubali tulishachelewa kujipanga kuhusu era. Sasa hivi hatuna akili 4, tuna akili 2 very powerful, IQ and AI. And this is a problem now. It hits very bad. Ubongo hautumiki anymore. Ubongo haufikiri anymore. If nikiambiwa hapa bwana watu hakika wanaomba dokta bwana basi utagawa notes, lakini please a simple report, yani kidogo tukaripoti kuhusu ulichokifanya mbele yao, tu attach value for money plus maauditor wakija, haina shida. Zamani ilikuwa na jamani naomba wiki 2 nitawapa report, naenda na Kiingereza changu hicho cha form ngapi iko cha naanza I read a presentation na kosea nafuta, ubongo unatumia umeme wake.
Lakini sasa hivi naandika tu ChatGPT. Naandika write me a short report about mental health training kwa wadau wa King, afu na enter. Kacha. Mimi nimetulia hivi. Alafu baadaye naambia, do you want me to put in Word or PDF? Namwambia no, first put it more professional. Inaendelea. Kacha. China imetengeneza roboti linabeba mimba. China imetengeneza barabara ya kilomita 197 without a human being by AI, which is in Dar Msamvu, Morogoro. Now we are feeding data to robots and they are starting to misbehave. Go and check. Wamevumbua wana AI hosto China. Inafanya operation ya Caesar, inatoa mtoto, inatoa nani, inasafisha. We are there already. Sasa angalia, ChatGPT imemwelekeza mtoto kujiua juzi. Sasa nimesema hisia, fikra, tabia. Ukishazuia ability mwanadamu kukutana, kufahamiana, kucheka, kupishana maneno na baadaye wakasameana, maana yake that human being won't be able to control. Mwanangu mimi bwana nikimnyang'anya iPad ananirushia kikombe. No, your child is mentally unstable. You don't pepesa macho. Mwanao hawezi kudhibiti hisia, period. Babu yangu mimi ana hasira kama babu yake, ni mgonjwa wa akili. Sasa bahati mbaya chini ya ilijua maumivu ni pai 22 chini ya 7. Unapenda upendi mwanangu, wanakuchukia vibaya mno. Sasa jinsi gani tunaweza tukadhibiti hisia? It matters whether it is more painful or less painful. Sasa angalia, a success of human being depend of this development, cognitive behavior and emotions. If you cannot control emotions, manake you are mentally unstable. Sasa check ya look, we won't have time to pass all this because we need almost a day. Lakini hebu angalia modern technology pros and cons zake. Hebu angalia faida zake. Right now Amana anaweza akanipigia video call, akanionyesha uvimbe wa mgonjwa, tukakafa telemedicine, nikamwambia hakuna sababu ya kumuingiza kwenye ambulance, fanya 1 2 3. So there is an advantage of having technology. A lot ambayo hatuwezi kukaa hapa kupiga, lakini angalia disadvantage zake. Addictions. Nashindwa kutaja majina hapa, we are on camera. I swear to you, naangaika na watoto wa miaka 14 na wazazi wao hili kizo hii bayene mane. Mtoto anafanya masturbation lakini no bad business. Unamwona mtoto yuko chumbani na digital, kumbe ana masturbate. Sasa hivi hapo anaangaza kwa adult, sasa hivi hawezi kuperform hata hiyo sex ambayo una expect aendeleze generation. Mimi waombe. There's faida, utaenda kupitia nitagawa notes. A lot kuwa na science yani sasa hivi wonders moja ya dunia, kuna mtu amefanya operation yuko sio mkoa, nchi Ufaransa, anapiga robotiki, mgonjwa kalazwa nchi nyingine na anafunga tumbo analichana kwa kutumia robotiki. That's marvelous. Lakini what about the emotion of humans being? Tuangalia hapa cyberbullying. Nenda kacheki duniani watu wangapi wamejiua watoto kwa sababu ya cyberbullying. Now we are going there, by the way. Nimepigiwa simu juzi tu, naomba nisitaje shule. Mama dokta, naomba mwanangu kamka asubuhi hataki, hawezi ku make friends, hawezi. Na mama anipigia kibaa, mwanae amemchukua mtoto Cambridge system, billions of dollars, yuko amempeleka UK, karudi hapa ana miaka 28, anakaa ndani anacheza PS4. Dokta nifanyeje? Yuko tu ndani anacheza PS4, hawezi kumekiwa, yani hawezi kukutana na watu, hawezi kuongea dokta. Mama anastaafu, ana mtoto wa kiume, anafikiri ndio atatake over. Hamna kitu. Privacy, security, watu wangapi mimi nishaenda pelekwa Mtumba, mtu kajirekodi clip akiwa uchi akatuma kwenye group la wizara. What about low self-esteem and mental well-being? What about depressions? What about this? FOMO, go and check, fear of missing out. Anajiona kama not part of a group. Imefikia level sasa hivi, kama kuna mtu ameshakwenda terminal 3, mtu anaenda kurekodi clip kwamba anasafiri, kumbe asafiri. Sababu inamtesa wenzie wanasafirigi, hajawahi kuposti.
na badala ya kwenda departure anaenda arrival kwa sababu hajui sasa. Anataka Mungu awasaidie sana kuwa observant. I love to be observant. Go to nendeni ndege ya Kilimanjaro inakuja huko ambao unapili upande shato kuja Arusha. Inaondoka 5, inafika hapa 12 na dakika 10. Ile ndege kuna vituko, watu wanakuja, nipige shosti, nipige na buruza begi, kaja na bajaji. Nipige shosti, rekodi imetoka vizuri, hasafiri. Fear of missing out, FOMO. Sasa kuna watu kwenye mental illness hawako kwenye crisis, they are just struggling. What about betting? It's a crisis. Yani nahangaika mimi, naingia kama Mungu ananisaidia, naingia mashirika shikauma, watu wanasafa na betting. Nimekaa na jeshi la polisi, watu wanasafa na betting, wana mikopo just digital. Na wangejua kwamba AI inawa stream. Yani hapa kama hujawahi kubeti, inbox yako haina tangazo la betting. Ila ukibeti mara moja tu matangazo ya betting. Why? Watu wanafanyia wana drop a cookie on you. They learn your behavior. Huyu ni shabiki wa Man U anaogopa kabeti hapa. Huyu ni mwalimu kajiua kwa sababu ameliwa milioni 1 kwenye mchezo wa Vieta. Vieta ni kindege kinapaa mara shwa. Huyu amebeti 60 ya marejesho ya bajaji, ikabidi ajiue. Mbea tu, sio mbali. Huyu amekojolea ATM kwa sababu mshahara hujatoka. Hapa Romero mtu kajiua kwa sababu watu wanaingia kwenye madeni. Digital inavyowapeleka. What about ulevi? Hakuna mziki. You name anybody, sitaki kutaja majina ya watu, itakuwa sio vizuri. Mtu akiweka mziki, anahakikisha wakati aimba ule mziki, wanaomzunguka wote wanavuta sigara au wanashisha au wanawake wako uchi. Digital kwenye mindset. What happens to the son or daughter of yours and watch TV? So nakana to be a man you must drink bana. Mbona yule pale mwanamuziki maarufu naye ana drink? We are losing boys and girls right now. Vibaya mno. Sasa ukiona hii inaonekana kama clip tu ya kuigiza. Naogopa kutaja majina. Watu wangapi wameelewa? Wengine anaelewa, anaenda kwa mkuu wa mkoa, anamwambia kwa mkuu wa mkoa ndio nani kwa nini? Mtaenda kutafuta ni nani? Na haipo tu kwa wanaume. Digital affects all. Sasa maumivu yanatupiga wote. Hebu angalia kuhusu mental health. Angalia genetically mental will be in 30%. Hebu angalia behavior pattern ni percent ngapi? Hebu angalia social ina percent ngapi? South Africa sasa hivi we don't have a choice. Zamani it was kumwandikia barua, uipulizie perfume, uifanya nini, iende kule, ikakamatwa inasomwa mstarini. Digital na sanduku, kwamba mtu ameuzika, anakaa chini anaandika nimekosea mimi. Sasa hivi mtu yuko Kigogo ameshiba wali, anaweka mtu hapa, anasema WCF au PSSF au Muhimbili wa puuzi, alafu anatagi Ikulu, Mheshimiwa Rais, anatagi wizara, anatagi katibu mkuu, mnapoteana. Zamani ilikuwa mpaka kafungue box. No, a single person amekaa Kigogo, anawavuruga, mna management mnakutana zaidi ya mara 10. That's the digital era. South Africa, we were safe because social interaction was part of us. We were safe, we were isolated. Tulikuwa na upiga mwingi, tunacheza kindimu, mna socialize, mnasukumana, mnakimbia, mnatoroka, alafu mnajiuliza inabidi ujisaishie atasa, yani unajisaishia, yani maisha kama mbinu zote za kibabe unazo chini ya jua. Kwa hiyo chini ya jua wewe hakuna gajipya, umecheza ukuti wa meme, hamna iPad hapo, tumeendesha matairi, hatakuwa na baisikeli za watoto, unaingiza tundu, unatumwa, unaenda unaanguka, unajua maisha ni kuanguka na kusimama. Yani ni life ambayo inakutengeneza kuweza kuhandle pain chini ya jua.
Tumefanya vitu ambavyo sio vinamfanya mwanadamu aweze survival mechanism. Anapata survival. Nani hapa amecheza kula mbakishie baba? Hiyo utaki kusema kwa mama ni mchanga umewekwa hivyo, kuna kijiti, kikiangua kijiti, hayo mambata. Kwa ukifukuzwa kazi ushtuki kwa sababu mambata umepigwa kila sehemu. Tumecheza mchaka. Wapi umeona sasa hivi watu wanakimbia mchaka? Wapi? Ni gari la njano linakuja paka kwenye geti na dada anasimamia mpaka mtoto aingie. Nyulika mwanangu. Huyu dogo huyu ukimleta WCF kitakachomtesa ni Kiingereza. Kiinge mtihani Sheikh. Ukimwambia andike ripoti ni mtihani. Ila life ubunifu kwa sababu amepigwa na nani? Ila mtihani tulipo kule sasa hivi sio hapa tena. Hapa anasubiria kusemwa. Huyu ukimwita ofisini kusema ajiui kwa sababu toka utoto anasemwa. Tuko natumwa sukari robo na change inarudi. Sukari robo na change inarudi. Unakutana na mtu anakuambia, umesahau." Unajua maisha ni kurudia. Unaita sukari robo unarudia tena, sukari robo na change inarudi. Ukijikojolea kitandani, kuna mbinu. Ukijikojolea kitandani unachukua pasi, unanyosha. Alafu mama akisema mbona hapa pamenyooshwa lakini kuna unjano hivi, unjano umebakia mwisho. Wewe umejikojolea Anaita wenzao wanakuambia kindumbwe charia, alimselema Adija, na kesho unakojoa tena vile vile na maisha yanaendelea. Hivi niwaulize swali, anaweza kujua kwa sababu ya mapenzi? Una penzi la kumpa wewe? Yaani huyu ajue mapenzi? Hivi mnajua survival ukikaa Mbagala unatoboaje? Na ukikaa Gongo la Mboto je? Survival skills. Hivi jamani mnajua hata mapenzi nao mapenzi ndio wanaambia kama social skills na kufanya kuweza kuhimili maumivu na mapenzi. Mapenzi ukishakuwa na akili kubwa yanafeli ujue. Yaani unakaa na DJ unafanya kuchu. Baby kuchu. DJ anasema hebu nitolee upuzi wako. Wa zamani tu wanajua experience ya TV ya chogo. Lazima uende angalizia posta. Geuzia posta. Hapo. Mtu anapanda juu. Sasa hivi hakuna mambo hayo. Kibanda umiza. Inatengeneza social skills. Tumeangalia filamu ya Yesu. Mnakutana, mnakusanyika kwa filamu ya Yesu. Sasa hivi filamu ya Yesu wapi? Kila mtu ana kijits. Mko pamoja lakini everybody is far away. You are there as husband and wife. Siku hizi imefika point mtoto anamtumia message baba yake yuko hapo sebeni, baba naomba penseli. Sasa je, tutakimbia teknolojia? It is here already. Zamani ilikuwa kuigiza movie lazima uwe na helicopter, siku hizi no. Kitu kinakaa juu kinakurekodi enengo. Movie sasa hivi Netflix, kama ulikuwa una design biashara ya movie, hakuna tena movie, kila mtu anayo kiganjani sasa hivi. Life has changed. Sasa huku ndo wanatupigia. Katafute clip inaonyesha half of the contents of children kwenye Netflix ni ushoga. Ipo. Na mimi ukiingia kwenye Instagram yangu nimeitag, kaisikilize. Senator anamuuliza owner wa Netflix, why on earth half of the contents of Netflix ni ushoga na lesbian? Ni mmekubaliana nini? Na hapo ndo wanatupigia kwenye mental well-being. Hapo ndo wanapotupigia. Juzi, nasema juzi, necessity of juzi kabisa. Mimi nasimamia kitengo cha dialysis pale Muhimbili. Kwa ndio kama kitengo sasa hivi ndo na rotate pale for 3 months as a leader pale. Nimekaa hivi junior wangu anamuona mgonjwa, mimi nasimamia hapa. Niko napita naingia. Nikamwangalia mgonjwa. Amevaa miwani, alafu ina sehemu ya kuongezea sauti. Kama alivyo chifu hapa. Hivi baba. Inasema kuongezea sauti. And I was concerned. Bro, hii miwani ya kawaida. Akasema hapana, nimekuja kumchukulia majibu baba yangu. So na record na translate in AI glass. We were shocked. Ili tukae pale akatuonyesha, yes I was recording you. Na wa record na AI glasses. Kwa hiyo baba anaenda kuplay kusikiliza maelekezo ya daktari. So now we can be sued. Very easy.
them with evidence. Na haiwaki taa yoyote. Ukiamua itawaka taa na ina translate. Naweza nikadecide mimi nikamsikiliza chifu hapa, at the same time inaongea Kifaransa. Hii hapa. $199, $200 tu. Ina rekodi, inaongeza sauti, ina translate any language you want. Chinese, unaangalia Kiswahili, mimi na select Chinese kwenye simu yangu hapa. And we are already there sasa. Sasa sisi tulikuwa na mavalue yetu, kichomeka mkiki inaeleweka, tumetoka huko sasa. Tumetoka huko. Tulikuwa na kacha zetu zinazoeleweka, watu wanatoka huko duniani wanakuja kutulipa dola tukuruka. Lakini wanakuja na digital. Na hapo sasa inatufanya sasa tuwe sehemu ya jamii. Sasa hivi huyu anamoa huyu na anazaa mtoto. Kwa mwingiliano umeshakuwa mkubwa sasa. And this is the problem now. We are here already. Wamasai badala kuruka wanachati. This is how the digital world is affecting even culture. We were here. Now we are here. And children are throwing tantrum like nobody business. Unakamata remote ya TV ya mtoto anawa control from adults. Mifitaki. Na mama unasema bwana muache. Mamangu alikuwa na statement anasema as long as you are under my roof you will play my rules. Mtoto wa miaka 7 anakucontrol wewe that. Chapana na mtumishi wa umma saa 9 check-in ya Mwanza, tunashuka wote tunapaki magari pale long parking pale ili jioni nikirudi nichukue. Aya mama ule mtoto ameinamia iPad from Tukiwa paka Mwanza tunashuka. Yani mtoto almost 2 hours toka check-in muda wa chai kainamia iPad yake ya pinki. Hii kitabu mimi nimetunga kitabu amewaambia hapa. Hii kitabu inaonyesha kila mtoto anaruhusiwa kukaa paka adults anaruhusiwa kukaa kwenye TV muda gani. Why? Kwa sababu tunakosea hapa sasa. Hii picha hii ni mimi mwenyewe 1900. Oh yeah, oh yes. Hii ni 1985. Babangu kidogo alikuwa mtaita. Kwa hiyo hapa katikati sadoli nikapotea. Kwa hiyo tukarudi bila TV. Lakini naambia tulikuwa na simu hii. Hii simu hii. Haikuwa benki. Sasa hivi kila mtu kwenye anaweza kutransfer any amount anachotaka. Sasa shida tunacho create right now ni hichi sasa. Mtoto ambaye hawezi kuhimili hisia, ana mental resilient. Unamfokea anajiua. Ana fail form 4 anajiua. Wakati mimi daktari bingwa wenyewe nilifeli nikarudia mwaka. I'm here in front of you. Tuna create vipi watoto ambao they can never handle pain wakati life is full of pain. Duniani kuna narcissistic jamani. I wish you understand. Siku moja niwafundishe personality. Kuna watu chini ya jua hili. They enjoy when you are in pain and they are created that much. Ndio wana create mtoto. Sasa hivi naanza kupokea watoto kwenye HR office. Unamuuliza unaanza kumuita analia. Nini mimi nakuuliza kuhusu ripoti? Unapata sapu unajirusha golfani. Wakati watu wamefanya QT mara kibao na sasa hivi hapa ni wakuu hapa. Watu wamerisiti mpaka chumba cha mtihani mwalimu anakujua wewe tu. Sasa this is a problem now, a digital and mental well-being. Watoto wa sasa hivi wana feelings, yani ana feelings kabisa na yana feelings. Mtakatafuta hii clip. Mwanafunzi kanyang'anywa simu wa form 2, ame cause chaos, katoroka nyumbani. Mama analia hapa. Mtoto wale wanakimbizwa na mbuzi. Mbuzi. Yaani mpaka mbuzi wenyewe wanashangaa huyu vipi? So this transformation of a human being to 5G, kuna watu mndani metumia hii simu inakaa na chaji siku 7. Kwa tunarudi nyuma je? Hatuwezi. Lakini this is a problem now. Kwa
Kwa sababu kama emotional intelligence inapatikana, it is handled down by 3 components: genetically 30%, malezi 30%, environment 40%. Mtoto anakaa na gadgets, atoki nje asosia acheze na watoto wenzie, asukumwi, hawi pushed. Mwanao akitumia baiskeli, akija mwingine anachezea mpira wake, anaacha baiskeli, anasema acha mpira wangu, you are creating a bomb. Haliwezi kuassociate, hawezi kufanya, na hangaika sasa hivi. Kwa sababu gani? This is the problem. Kwa sababu kama malezi analeta emotional intelligence by 30%, what is mtoto ana iPad, una transfer vipi? Baba anachofanya ajui, mtoto hawezi kusifikicha chupi yake, mtoto hawezi kunani. Katika watu ambao sasa hivi era sasa hivi mtoto amesoma na wewe sasa kaenda boarding form 1, angalia wamama wanavyohangaika. Wanaambia kwa nini unahangaika? Ana uhakika kabisa mwanae hawezi kwenda kufikicha chupi kule boarding, kwa hiyo anahangaika. Gusa ili moto ndio utajua huyu mwamba nani. Baadaye ndio analipiaga DSTV. Sasa nimewambia hisia, fikra, tabia. Huwezi kuona hisia ya mtu, huwezi kuona fikra. We tend to see behavior. Now, nchi hizo namba 1 duniani zinatupigia hapa sasa. Watu wanakaa chini, they create a postmortem, wanakaa Hollywood, they design kabisa kwamba katika kila katuni kuwe na ushoga. Sasa hivi hakuna Kokomero ni shoga. Mkae msikilize zile katuni. Kaa siku moja, vuta kahawa yako, listen to those language, cussing, mgundue. Sasa hivi Superman anamkiss Batman. It's not a random thing. It's purposely done. Na Afrika imechapwa ili eneo baya. Okay, si normal or abnormal. Na ana establish. Mimi ningekuja hapa nimevaa hii hapa, alafu ninapiga sketi na kokoko. It deviate from normal. Sasa tulikuwa na agenda 2 tu. Sasa hivi tuna agenda 72. Na zina michoro already. Yaani kuna mtu asubuhi ni mwanamke, saa 6 mwanaume, jioni tena mwanamke. Anajibadilisha kutokana na halijoto ya mazingira, polychromemic. And we are hit really bad. I don't know how to say it. Ni kamera zipo hapa, we could open up. We are hit. Mimi na message huko ndani. Unaweza as a doctor unazuga tu usitetemeke, lakini it's a chaos. Mtoto wa kiume amekuwa mwanamke completely, na sio top bottom, ni versatile. Haya mambo utakatafuta muda wako. Mtoto wa kiume anakuwa hivi. And we are here already. Yani it's not about Florida, it is in Tanzania. Shoga, usagaji, mimi siendi huko, niache kama yalivyo. Lakini Superman anavuta sigara sasa hivi kwenye katuni. Kwa nini? It makes a man, mtoto wa kiume wa miaka 13 14, wakati behavior ina certain ajione, in order to be a man you must smoke. Unaenda na mwanao baa, kuna watu wanavuta shisha Children observe more kuliko maneno yako. So tunaanza kuona sasa vituko. Go to the, jamani, naogopa kutaja mahoteli. Nenda kwenye mahoteli uone watoto wa kike wanavovuta. Sasa hivi tunahangaika na mapafu watoto wa kike. Unamwambia atembee 6 minutes walk hivi, anatembea hivi, pafu lina ukungu. Wanawashisha smoking sawa na sigara 100, pakti 5 za sigara. Mtu anakaa 3 hours Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. What do you expect? Digital era makes children understand, change their behavior modality. Digital era. Ita watoto 10 waweke hapa, piga mziki unaojua. You will be amazed, wameona wapi? They know every beat kama inavyochezwa kwenye mtv. Sasa nimemwambia kiingia emotion inachomoka behavior. That's it. Ndio maana kwenye mental illness tunachocha kwanza tunacho evaluate ni behavior. Kwa nini nimemfunga kamba? Anavuta bangi doctor, anavunja vyombo. What we establish is first thing is behavior. Na 80% ya mental illness sasa ndio behavior yenyewe. Kwa hiyo linatokea tu dude kama behavior. Sasa bonge la tabia hili hapa. Huyo dogo unaona anapiga chabo hapa. Kajua aje hii chabo? Haya akikua ndo hawa hapa. Kutoa genetics, malezi yamekuwa affected na digital,
environment imekuwa affected na digital, watoto hawatoki nje. Kwa Mithali 13:20 nasema kaeni na wenye hekima na nyinyi mpate hekima, kaeni na wapumbavu na nyinyi wapumbavu. So if you spend time with wise people you become wise. Sasa watoto wetu wana spend time na wise who? Emotion start from tomorrow. Even by the way it was done juzi tu. Emotion hisia inaanza toka mkifanya tendo la ndoa. Baba akifanya tendo la ndoa amekasirika, mtoto wake naye anatoka na makasiriko. It's a start done. Tunatengeneza watoto wa emotional intelligence. Wana personality gani? Wanajua religion? Do they know kwamba integrity is when people are not watching? Because they are created. What childhood memory walizonazo sasa hivi ni za katuni. Hivi mnajua kuna kacha hapa hivi, unajua Chacha kaiba ambulance kaitengeneza kuwa nani juzi. Kuna watu wana makacha magumu. Powerful catchers. Zinatengenezwa na malezi na makuzi. Lakini emotional test gives you this kujitambua, regulation, social skills. Ambapo sasa watoto hawana, hawezi kumingo between IQ and EQ, hawezi kuunganisha. And this is what is required, wiseness between, ambayo inakuwa determined na social skills mostly. Ndio maana Suleiman akumombaga Mungu, akumomba dhahabu. Mimi nataka uwezo wa kujua jema na baya. Unapompa mtu IQ kubwa, ujue kitakachotokea bila kuwa na hizo intelligence nyingine. It's deadly. Mimi ngambiwa niandae slide za madaktari wanajua hapa, you be amazed. Huyu kajua, mhandisi, mtabibu, watu wenye akili kubwa, watu wanaondoka. Kwa sababu gani? Ukikosa emotional intelligence, kuna vitu vingi sana vinaweza vikakuua chini ya jua. Vingi sana. Kwa sababu emotional intelligence ina determine success yako in every bit of your life by 80%. Kwa hiyo huyu dogo huyu, akijipanga huyu, anawaajiri wote. Niliitwa SACCOS, inaitwa SMN. Jumapili, Dr. Samani, it's Sunday, it's family day, nikamwambia karibu. Dokta, tuna SACCOS inaitwa SMN. S maana yake ni Songwe, M ni Mbeya, N ni Njombe. Dokta, tunaomba utufundishe afya ya akili leo, tunavunja tuna mkutano wetu wa mwaka. Na kuomba kitu kimoja tu dokta, utakapokuja kupresent none of your slide iwe na Kiingereza. Na kuomba kusiwe na Kiingereza wala unachokitoa mdomoni. Nikamwambia, mwenyekiti kuna nini? Akaniambia, wakinga hawajui lugha lakini wana ukwasi. Nchi ina operate na watu wenye hao, by the way, hao wana ukwasi hao. Afu baadaye wanakuja kuwaajiri hao. Sababu hao wanapigwa na social skills mapema sana. Kwa by the way, success ya human being you require 85% of soft skill. Kuwa engineer haina maana yoyote kama una soft skills. You cannot communicate, huwezi kuwa teamwork, una adaptability. Na dunia sasa hivi inaama kuhire this and not your A. Ambapo watoto wetu hivi havina, kwa sababu hivi havipatikani class. Hakuna darasa lote linakufundisha communication skills. Never. Wala jinsi gani ya kuwa na conflict resolutions. Kwa sababu nikikata ni kama ni PSSF Muhimbili. If I cut emotional intelligence, maana yake yote haya sina flexibility, sina time management, sina decision making, sina customer care, sina accountability. Kwa sababu emotional zote zile soft skills zinaanzia kwenye mzizi huu wa emotional intelligence. Angalia, if you want to add emotional intelligence at any time angalia hivi, be approachable and socialize. Angalia namba moja, communicate assertively. Na jamii yote emotional intelligence ikishuka, na niwaambie, unaona hivi, kazi, pesa, mapenzi, profile nilionayo na calculate watu wanavyojua, hivi vidude ndio vinaondoa watu wengi. Kazi why 44% ya stress iko kazini. Lack of supporting system. Mnaumizana kazini kwa sababu mna different personality. Kuna different personality, ungepata muda tufundisha antisocial. PSSF inaandaa mchapalo. Mkuu anasema mwaka huu mmejitahidi jamani, nawapeleka Bagamoyo au Ngorongoro, mtaenda kwa makundi. Cost all paid for. Chief kasema kwa kweli I appreciate this year mmeupiga mwingi. Zinakuja Costa pale, anatokea mtu mambo gani? Nendeni tu. Ndio mmeona la maana hapo Serengeti ni antisocial. Huyu ni afisa utumishi kajiua. Huyu katobolewa macho, pain everywhere. Ndio maana Mungu anasema ni heri kukaa kwenye engo ya dari kukaa na mwanamke kamdomo. Unaweza ukawa uko vizuri, wewe ni bonge la bosi, una maakili, ni engineer, lakini una maasira kwa sababu unashindwa jinsi gani utumie lugha ya guju ili utoe ile pale. Amua mkeo kwa madai kwa amemloga ili mume wake usifanye kazi. Haijalishi mwanangu wewe ni nani, soma mpaka soma. Kaa na Biblia na msaafu kwenye mto. Ukikosa emotional intelligence, kila kitu chini ya jua kinakuondoa. Kila kitu. Huyu kamuua mkewe, kaacha ujumbe wa kurasa 80.
akieleza kwa nini amemchinja mke. Huyu ni dereva OCD wa Manyoni, kajichapa risasi. Huyu amemua mwenzie kwa sababu anapendwa na bosi. Mwalimu kapigwa visu ofisini na mbele ya sio actually mbele ya wanafunzi kwa sababu anapendelewa kupangwa kuwa mwalimu wa zamu. Kwa hiyo mwalimu mwenzie kaona wivu kamuua. Mke wa mchungaji huyu kajiua siku moja kabla ya Christmas. Huyu mke wa shehe kajiua. Huyu mchungaji kajiua. Huyu mkurugenzi wa fedha Bugando kajiua. Huyu padri mtihani mmoja tukafeli kwa kuwa padri kajiua Tanga. Daktari bingwa kajiua. Mzee wa miaka 80 mapenzi naye. Yaani vurugu tu. Ukosa emotional intelligence yani unaondoka 65 kajiua. Mganga kajipiga ilizi akitesti ilizi yake. Yaani ni vurugu tu. Bajaji, boda boda wote wamejiua. Yaani hakuna mtu asijua. Au sigeri. Everyone on earth whether you are educated or not educated. Hata Simba inaua inabidi uangalie timu gani unapenda vile vile. Samani Simba basi na Yanga naye kajiua. Basi wameamua kupigana visu. Yaani ni kitu cha kawaida sana kwa jamii. Cha utani tu, una overreact kwa sababu you cannot handle hisia. Naamini waambie ningekuwa na muda tukazungumza emotions. Unfortunately hisia za mtu mmoja they can cause death to others. They hit bad. Wameua watu. Mama alichoma visu watoto wake wawili kwa sababu ameshika simu ya mume wake ina mchepuko. Kuna watu wake zao, watu wameza nje na bado watoto wamelelewa na wake zao. Maisha yanaendelea. Yaani how do you Hamisi alichinja mke wake mjamzito, akapasua tumbo, akawatoa mapacha, akawapika, akawala. Tabora. Engineer huyu mkeo alimwambia unajishaua sana kila siku site, mtoto mwenyewe sio wako, akaua mke. Huyu alipima DNA akakuta katikati sio wake, akawapa wewe ushaitwa dadi unapima DNA za nini? Ushaitwa dadi. Mimi nimalizie bwana, muda umeenda. Niwaambie tu, if you cannot control emotion, you cannot control your thoughts, and digital era hits them all. Narudia, huwezi kuhimili hisia, huwezi kujipa moyo, you become isolated. Hata ukishare na pastor anaogopa kumpelekea Mungu kwa sababu madude yako mengi sana. Una overreact. Baba jiua kwa sababu jina lake haijatajwa kwenye misa ya shukrani, anashindwa kuendo hisia. Na yeye nakwambia uwe diwani, kada wa chama ajiua baada ya mgombea wa Chadema kushinda, ajiua baada ya mama yake kumkatalia kuhamia Chadema. Yaani vitu haya mtaenda kusoma nitagawa notes. Usikae na chronic persistent stress, cortisol level inapanda. Kwa sababu gani? Handling hisia ni issue. Ndio maana vitabu vyote vya Biblia msafu vina discuss usikae na uchungu bwana. Kwa sababu bwana inakula kwako. Sasa je, unaweza kuhold uchungu na still maisha yakaendelea au kauachilia? Ndio maana ukuta mtu akipigwa na maumivu, ngoja alcohol au anakuwa antisocial, anafanya kazi muda mrefu. Kila siku ofisini anatoka saa 4. Anamwambia ni aje? Mimi nipo nafanya kazi. Anafikiri kazi zinaisha. Mtu anafikiri bila yeye kazini hakutaka kutokea chochote. Kimpa likizo ya siku 7 anakuja kuwasalimia. Mnaendeleaje? Mimi niko likizo. My up decision making. Work life balance. Hata umri wako sasa hivi ushalelewa genetically, imebaki ya environment. Acha ya maisha kwa sababu hata add value yoyote. Tafuta social skills katika namna yote, na sisemi uwe ndio kila mtu yani wewe. Sasa hizi jamani yani hapana. Hata Yesu alikuwa na 12, watatu anapanda nao juu, 9 anawatosa chini. You should know who to give which information. Na emotional intelligence itakusaidia. Hata wakati mwingine tu pia vile vile umekaa na jirani yako hapa kwenye daladala au kwenye basi au kwenye usafiri au kwenye yani vile vile unapiga headphone kwa sababu ushaangalia emotional intelligence hapa hamna kitu. Emotional intelligence gives you the right decision. Jamani, tuna 24 hours. Hata kila mtu hapa yuko busy. Kila mtu akiamoka kwenye laptop, kazi za siku haziishi. Lakini usijisahau self love, family, friends, jitreat, pumzika. Sheria 17 za maisha, muangalia sheria namba 10. Realize you are 100% replaceable at work. Kwa uwe na work life balance ili at least lolote likitokea uweze kusurvive. Na pia usisahau kula bata. Yaani hujaitwa duniani kununua viwanja hapa. Yaani mmoja mjiachie. Kuna mtu akisikia viko ilazo, kisongo. Kama kuku anakula bata, wewe kwa nini ulibata yani? Hivyo nafikiri ukiwa hivi ukapigwa busu hivi utakuwa na hasira wewe. Hasira unatoa wapi? Yaani ukiogeshwa hivi unatoa wapi hasira? Toa wapi hasira? Socialize.
Furahia maisha bana. Mhubiri 5:18 anasema tazama nikaona chini ya jua. Furahia maisha bana. Umeletwa dunia unapita hapa. No one will get out alive in this movie. Have fun. Avoid auto adapt. Na mimi naambia hivi, gadgets itakuwepo. Ipo tayari na probably we are late. Lakini train your children to avoid gadgets. Not every time. Wapate hizo skills. Lakini mimi pale nyumbani niliamua okay. Hawa gadgets okay, nitazirudisha. Mweka internet pale nyumbani okay. What should I do sasa? Nikiwaachia simu yangu they know how to operate more than me. What should I do? Okay. Piga busy ya watoto. Wakitoka shule mwalimu wa kinanda huyo hapa. Watoto wanapiga kinanda mpaka kanisani. Toka hapo kuna mpira academy. Chezeni. Jumapili sinipo, ita watoto wa majirani, ingia hapo chezeni. Social skills za lazima. Look for help ukishaanza viashiria. Mtoto wako ana throw tantrum, ajielewi, ana maasili asiyoeleweka, anapiga watu, anafanya hivi, unaulizia, keep on asking as a parent. I say, rafiki yako nani? Mimi sina rafiki. Rafiki yako nani? Mletege hapa nyumbani mara moja. Mara mingine kama imetokea, mimi I have attended siku ambazo sina busy day at Muhimbili na si required kwenye morning meeting ya 2:00. This is what I do. I call the driver to drop off kuwachukua watoto. So na give them a ride to school. So nawaambia ingieni, leo tutawapeleka shule. Kwa najifunza what are they saying, what language are they speaking. Nini kile? Anajua you are busy, hata mara moja basi kwa mwezi beba watoto wako wapeleke shule. Kama wako boarding, fanya ziara za kushtukiza. Chumbani ingia, fanya ziara za kushtukiza. Hey, mommy, this is my room, privacy. Privacy my foot. I'm paying this rent, unanipa privacy. Nitaangalia, nitapekua everywhere. Ili kukiwa na tatizo nilione heli, nilintervene. Mungu atunze sana, asanteni. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana. Na nadhani anastahili standing ovation. Asante sana. Nilikuwa nasema anastahili standing ovation. Najua tumekuwa changamfu tofauti na mawasilisho mengine yote hapa. Kuna watu nilikuwa nikiwapigia jicho, unaona amesinzia, unasema kamera ikienda pale